Tundu Antifasi Mungwai Lissu ni mwanasheria wa Tanzania na mwanasiasa wa Chadema na mbunge wa jimbo la Singida Mashariki tangu mwaka 2010. Ni rais wa chama cha wanasheria cha Tanzania TLS na mwanasheria mkuu wa Chadema. Tundu Lissu ni kijana aliyezaliwa katika kijiji cha Mahenge wilayani Ikungi, Tanzania na kusoma katika shule ya sekondari ya Iloru, Arusha, shule ya wanafunzi wenye vipaji maalum na baadaye Umbwe. Mnamo Septemba 2017, Lissu alinusurika na jaribio la mauaji baada ya kushambuliwa na risasi zaidi ya 16 mjini Dodoma, na tukio hilo lililoibua maswali mengi kuhusu usalama wa wanasiasa na wapinzani. Na baada ya matibabu ya muda mrefu nchini Kenya na baadaye Ubelgiji, Lissu alirejea Tanzania mwaka 2020 na kugombea urais kupitia Chadema ingawa hakushinda. Alielezwa kukamatwa siku ya Jumatano Aprili 10, 2025 mkoani Ruvuma kwa kesi ya uhaini, muda mfupi baada ya kumaliza kuhutubia mkutano wa hadhara uliokuwa sehemu ya kampeni ya chama chake cha No Reform No Election na harambee ya kuchangia chama kwa jina la Tontoni. Katika mkutano wa ndani wa Chadema wa kitaifa uliohudhuriwa na viongozi wa chama cha watiania wa wabunge kutoka majimbo mbalimbali nchini, inatajwa kuwa ni miongoni mwa sababu zinazochochea tafsiri kuwa huenda Lissu alikamatwa kutokana na maudhui yake kutokana na mkutano huo uliofanyika jijini Dar es Salaam. Kesi hiyo ikiendelea kusikilizwa mfululizo hadi Oktoba 2024 mwaka huu, Jamhuri kupitia shahidi wake watatu katika kesi ya uhaini inayomkabili Lissu aliomba mahakama hiyo ipokee video inayomuonesha Lissu akitamka maneno hayo yanayodaiwa kuwa na uhaini, lakini Lissu aliweka pingamizi na akatoa sababu 4. Jamhuri nao walijibu. Hatma ya picha mjongeo au video ya mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu kupokelewa mahakamani siku ya Jumanne Oktoba 22, 2025 kama kielelezo cha ushahidi wa upande wa Jamhuri katika kesi ya uhaini inayomkabili mshtakiwa huyo. Mahakama Kuu Masjala ndogo Dar es Salaam imekubaliana na pingamizi la mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu na kutaka kupokea flash diski na memory card kwa maelezo kuwa ushahidi wa tatu wa upande wa mashtaka, mkaguzi wa polisi Samuel Kaaya mwenye umri wa miaka 39 ndio mtaalamu wa picha za mjongeo video na badala yake ni mtaalamu wa picha mnato. Uamuzi huo umetolewa siku ya Jumatano Oktoba 22, 2025 na kiongozi wa jopo la majaji watatu Jaji Dastan Ndunguru wakati kesi hiyo ilipoitwa kwa ajili ya kutolewa uamuzi. Nikiripoti Tano za Moto, Rahma Mgoli wa MSJ TV. Raila Amolo Odinga aliyezaliwa mnamo tarehe 7 Januari 1975 na kufariki tarehe 15 Oktoba 2025 alikuwa mwanasiasa wa Kenya aliyehudumu kama waziri mkuu kutoka mwaka 2008 hadi 2013. Alitazamwa kuwa kiongozi wa upinzani nchini Kenya kuanzia 2013 kwani katiba mpya ya Kenya haina nafasi hiyo. Alikuwa mbunge wa Langata kuanzia 1992 hadi 2007. Raila Odinga alihudumu kwenye baraza la mawaziri la Kenya kama waziri wa nishati kuanzia 2001 hadi 2002 na baadaye kama waziri wa barabara, kazi ya umma na makazi kuanzia 2003 hadi 2005. Odinga aliteuliwa kuwa mwakilishi wa juu wa maendeleo ya miundombinu katika Umoja wa Afrika mwaka 2018. Kabla ya kifo chake alikuwa kiongozi wa upinzani mkuu nchini Kenya, nafasi aliyopewa rasmi na serikali mwaka 2003 baada ya mabadiliko ya kisiasa yaliyolenga kuimarisha uwiano wa kisiasa nchini. Kabla ya kifo chake alikuwa ni kiongozi wa upinzani mkuu nchini Kenya, nafasi aliyopewa rasmi na serikali mwaka 2003 baada ya mabadiliko ya kisiasa yaliyolenga kuimarisha uwiano wa kisiasa nchini. Pia alikuwa mshauri mkuu wa kisiasa ndani ya muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party uliounganisha vyama kadhaa vya upinzani, na alikuwa mwenyekiti wa chama cha ODM, Orange Democratic Movement, kilichoanzishwa 2005 baada ya kujitenga chama tawala cha TANU. Odinga ambaye aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 80 nchini India kutokana na mshtuko wa moyo, alikuwa mwanzilishi wa chama na alitambulishwa kuwa kiongozi mkuu wa upinzani nchini Kenya na kigogo wa mageuzi ya kidemokrasia. Kifo cha Raila Amolo Odinga mnamo Oktoba 15, 2025 kimeiweka chama cha Orange Democratic Movement ODM katika wakati mgumu. Kutokuwepo kwake kunazua maswali muhimu kuhusu uwiano, uongozi na umuhimu wa chama cha ODM wakati Kenya inapoelekea uchaguzi mkuu 2027. Wachambuzi wanasema hatua ya chama hicho kuegemea chapa ya kibinafsi ya Odinga kuna kiweka hatarini ikizingatiwa jinsi ya hali ya kisiasa ilivyobadilika kwa kasi. Wakati Raila akishikilia ODM haikuwa sehemu ya serikali, uamuzi wake ulizua sintofahamu miongoni mwa
wanachama na wafuasi wa chama, hasa uchaguzi wa 2027 unapokaribia. Viongozi chipukizi ambao wana ukaribu na chama tawala cha United Democratic Alliance UDA huenda wakazoofisha chama cha ODM. Wachambuzi wa mambo wanadokeza kwamba chama hicho lazima kinadi upya utambulisho wake, kuimarisha uongozi mpya na kuweka wazi msimamo wake wa upinzani, huku kushughulikia migawanyiko ya ndani na shinikizo kutoka nje. Urisi wa Laila kama mwanademokrasia na mwanamageuzi utaendelea kutoa hamasa, lakini mustakabali wa chama hicho utategemea uwezo wake kusonga mbele baada ya enzi ya Laila. Nikiripoti Tano za Moto, Esther Justin wa MSD TV. DR Congo, waasi wa M23 wamepora dhahabu yenye thamani ya dola milioni 70 kutoka kwa kampuni ya